Ya, habarini ya saizi ndugu zangu, mnaendeleaje? Kilari Imbwe, baba Fatuma, baba Bienve hapa naongea. Ya, niko hapa na kijana, sijui unaitwa nani? Ya, mimi kwa majina naitwa Mary Majors, coronavirus is TRA baba, boy from Lancaster PA. Yeah, don't play this nigga shit, bro. Okay. Ulisema unaishi wapi? Naishi Lancaster. Okay, nikikuangalia naona una ngozi ya Kiafrika na bila shaka wewe ni Mwafrika. Yeah. So, una muda gani hapa Marekani? Kwa sasa hivi na muda kama miaka takriban 6 naelekea 6. Naweza nikasema hivyo. So, unaweza ukaniambia utofauti gani uliouona hapa Marekani na Afrika hapo ulipokuwa unaishi awali? Utofauti wa Marekani na Afrika, kuna utofauti mkubwa hapa Marekani. Tukiangalia mazingira leo nilikuwa naishi Afrika na hapa Marekani kuna utofauti mkubwa. Tukisema hata vyakula pia kuna utofauti mkubwa. Niseme kwa kila kitu kwa mila, kila kitu. Kitu gani ambacho ulikuwa unafikiria kwenye akili yako kwamba hautokikuta hapa Marekani au utakikuta hapa Marekani kipindi bado ukiwa Afrika, lakini ukaja ukakikuta ni tofauti na vile ulivyokuwa unafikiria? Rudia swali tena, sijaelewa. Kipindi huko Afrika. Yeah. Kwa sababu Marekani ni mji ambao unasifika sana. So, kulikuwa labda kuna vitu ulivyokuwa unafikiri labda nikifika Marekani nitavikuta, yeah, au vitu kama hivi sitovikuta Marekani. Yeah. Ni vitu gani ambavyo ulikuwa unafikiri kipindi bado uko Afrika na baada wewe kufika hapa Marekani ukaja ukaona ni tofauti na vile ulivyokuwa unafikiri kipindi bado uko Afrika? Mimi naweza nikasema Afrika nilikuwa nafikiria nitakuta nyumba huku ziko nzuri sana. Kama zile ambazo tulikuwa naona kwenye TV, lakini nilipokuja nilikuta utofauti mkubwa sana. Kuna kitu kingine tofauti na hicho? Ni vingi sana. Nitaje viwili. Naweza nikasema nilikuwa nafikiria Marekani siwezi nikaona udongo, lakini nilikuja nikaona udongo kama hivyo. Unaweza ukawaambia nini ndugu zako ulioacha Afrika ambao wana mategemeo pia ya kuja hapa Marekani? Naweza nikawaambia Marekani ni nzuri, lakini tena upande mwingine Marekani ni mbaya. Kwa sababu Marekani hapa duniani, na kama Marekani hapa duniani, hata hapa Marekani shida zipo pia. Yeah, naweza nikasema hivyo. Okay. Nafikiri una muda wa kutosha hapa Marekani. Yeah. Na hali zote zinazoendelea kwa sisi wa Afrika, namna tunavyoishi hapa Marekani, yeah, unaviona na unavisikia. Kati ya mabinti, yeah, yani wa jinsia ya kike na wavulana wa jinsia ya kiume au namaanisha, yeah, watu gani ambao kama wana mapepe sana hapa Marekani? Kiupande wangu ndio mimi naona watoto wa kike wana mapepe sana na hii. Naweza nikasema hivyo kwa lugha rahisi. Ukimaanisha kwamba kitu gani kinachoashiria mpaka ufikie kusema hivyo? Kwa sababu kitu kilichosababisha mimi niseme hivyo ni kwa sababu wanawake au binti zetu sasa hivi washajiaibisha sana mitandaoni, ambacho ni kitu kinaharibu kizazi ambacho kinakuja hapo mbele. Yeah. So tukija kuangalia, unajua kwa nini nimeishiwa cha kuongea? Yeah. Ni kutokana na ulichokijibu. Ukija kuangalia asilimia nyingi kati ya mabinti wa kike, yani, yeah, mabinti na wanaume, yeah, watu gani ambao wanaandika rekodi sana ya kufungwa hapa Marekani? Wanaosababisha kufungwa, kama wanaume wanafika stage ya kufungwa, ni kupitia wanawake. Kwa sababu hadi ifike stage mwanaume aanze mahusiano na mwanamke, cha kwanza mwanamke anakubali. Hiyo ni action ya kwanza, lakini serikali ya Marekani wanaenda upande wa wanaangalia hapa Marekani hauwezi hairuhusiwi mwanaume ambaye uko juu ya miaka 18 kudate na mwanamke ambaye uko chini ya miaka 18. So ikitokea umeibainika hivyo, wao hataangalia like mlikubaliana, ila wataangalia sheria inasemaje ya nchi. Unawashauri nini vijana wa hapa Marekani? Cha kuwashauri vijana wa hapa Marekani, unapokwenda kudate na mwanamke, usikubali kuingia naye kwenye mahusiano, muombe ID yake, angalia ID yake. Hadi kama hivyo. Lakini pia kingine ambacho ninachokijua kinachopelekea vijana wengi kufungwa hapa Marekani ni wale wanaotumia pombe. Hauwezi ukamkataza mtu kutumia pombe, lakini upi ni ushauri kwa mtu anayependa kutumia pombe? Wewe kama wewe unaweza kumshauri nini? Mimi kama mimi
kwa mtu ambaye anatumia pombe, kwa sababu mimi waga sijawahi kutumia pombe wala kuigusa, hata chupa sijawahi kuigusa. Naweza nikamshauria pombe si nzuri, ni vizuri kuacha. Naweza nikasema hivyo. Unadhani ni rahisi kuacha kunywa pombe? Ni vigumu sana kwa sababu ni kitu ambacho aishazoea. So cha kumshauri tu aendelee kuacha taratibu, kwa sababu hakuna kitu ambacho mtu waga anaacha kwa ghafla. No, inabidi awe na kupunguza, yani kidogo ataacha. Okay, tuame sasa upande mwingine. Je, maisha Marekani bila kazi yanawezekana? Maisha ya Marekani bila kazi hayawezekani. Kwa nini? Yani, kwa sababu kila kitu kinaomba hela hapa Marekani. Iwe nyumba, iwe simu, iwe gari, iwe nini, yani chochote kinaomba hela. Kwa hiyo unawashauri nini watu kuhusiana na maisha hapa Marekani? Cha kuwashauri watu maisha hapa Marekani, tu focus na kazi. That's it. Kuna siku niliwahi kusikia ukiongelea namna mabinti wa Kibembe na vijana wa Kibembe wanavyoolewa hapa Marekani. Pesa nyingi, wengine wanasema ni nzuri tu, wengine wanasema ni nyingi. Unalipi la kusema kuhusiana hilo swala? Kwa mujibu wa Kibembe niseme, hela ambazo zinawekwa kiupande wangu mimi naona ni nyingi. Unashauri nini vijana kuhusiana na hizo pesa? Kushauri vijana hiyo inanijia ugumu, unaona? Kiupande mimi naweza nikasimia upande wangu. Mimi kuhusiana hizo hela mimi waga si focus nazo, waga siziweki akilini mwangu eti ni focus nazo, hapana. Kwa hiyo wewe mambo ya kuoa sio vitu vyako? Mimi kuhusu mambo ya kuoa nitaoa, lakini sio kwa hela hizo. Kwa hiyo unajisikia yani ndora yako ucheke. Okay, nilikuwa na kijana huyo hapa na nafikiri tumefanya naye interview kwa mara ya mwisho. Unaweza kujitambulisha tena wakusikie? Yeah, call me Major Coronavirus GRA Babakwe, bro, from Lancaster PA. Yeah, don't play this nigga shit, bro. Ulikuwa na mimi Akili Lari Mbwe Aikuta le maître baba Fatuma baba Bienve hapa naongea.